Mwalimu akamshika mkono Vanessa na kumwambia, najua unataka kunishukuru, lakini siwezi kupokea pesa kutoka kwako. Vanessa akawa anamwangalia mwalimu tu. Mimi ni mwalimu wako, ndio maana nipo hapa. Ninachotaka toka kwako ufaulu kama mwanafunzi basi. Vanessa akamuuliza mwalimu, je, unanipenda? Mwalimu akamjibu, nakupenda kama ninavyowapenda wanafunzi wengine. Movie inaanza. Vanessa anafungua mlango bafuni na kukutana uso kwa uso na Mr. David. Najua unachotaka kuniuliza, naomba usiniulize chochote. Akamsogelea na kumwambia haya ya kuhusu na kuondoka zake. Mr. David akawa anamtazama tu Vanessa. Vanessa akawa anaingia darasani na wenzake. Rara akaenda mpaka kwenye dawati na kutoa begi la mwanafunzi na kumsukuma mpaka chini. Kila mtu akashangaa. Vanessa akamuuliza mwanafunzi aliyekaa kwenye kiti chake, kwani we ni kipofu? Kamsi akaja akamuuliza, we ni chizi au? Hebu acheni fujo jamani, sihitaji matatizo. Vanessa akalitupa begi chini. Kwa nini unatupa begi langu? Rora akamtia kofi. Kwa nini unampiga kibao? Mwalimu David akaingia, kila mtu akarudi kwenye kiti chake. Nimesema toka kwenye kiti changu. Heleni akagoma. Vanessa akamnyanyua kwa nguvu na kumtoa kwenye kiti. Mr. David akawa anamuita, akajifanya amsikii. Vanessa akajisogeza kwenye kiti chake na kukaa. Mwalimu David akasema, Rara, Kamsi, Vanessa, nyanyukeni kwenye siti sasa hivi. Kamsi akanyanyuka, Vanessa akafuata, akamalizia Rara. Akawambia, uonevu katika hii shule hairuhusiwi. Kwa sababu mmekosa nidhamu, sitoruhusu mtu yoyote kuondoka darasani baada ya kengele ya mwisho. Hii ni tabia gani? Mmeitoa wapi hii tabia? Vanessa, Rara na Kamsi wakakaa kimya. Ndipo teacher akawaruhusu wakae. Vanessa akampiga jicho Helena. Mwalimu David akamwambia, pole sana Helena. Kamsi akampiga jicho na kumcheka kwa sauti kubwa. Teacher alipogeuka akauchuna, akajifanya kama hajasema chochote hivi. Mwalimu akaendelea kufundisha, kisha akawa anauliza maswali. Wanafunzi wanajibu, Vanessa anachezea nywele zake tu huku akimwangalia mwalimu, akawa anacheka tu mwenyewe. Kumbe Vanessa kashaloa, akawa anampenda tu mwalimu jinsi anavyofundisha, anavyouliza maswali. Kifupi, kila anachokifanya mwalimu Vanessa anakipenda. Vanessa akawa anamwangalia mwalimu mpaka anang'ata vidole, akawa anatabasamu tu. Mwalimu yeye anakazana kufundisha. Muda wa kuondoka ulipofika, Vanessa, Kamsi na Rara ikabidi wabaki mpaka wataporuhusiwa. Kamsi na Rara wakawa wanamlaumu Vanessa, maana wazazi wao wamewakataza kuchelewa nyumbani. Rara na Kamsi wakaamua kuondoka. Vanessa naye alipotaka kuondoka akasuka kumuona mwalimu David. Mwalimu David akamuuliza, uko salama? Vanessa akamjibu, I'm fine. Mwalimu David akauliza, wako wapi wengine? Vanessa akamjibu, mwalimu ameshindwa kusubiri. Vanessa, una maana gani unaposema utalimaliza? Hili jambo halina lazima walifanye, wana vitu vingi vya kufanya, hivyo mimi naweza kuwafanyia. Mwalimu David akamwambia, nataka tukubaliane, kama utanijibu maswali yangu vizuri, sitowaambia wazazi wako juu ya tabia yako. Vanessa akawa anamwangalia mwalimu machoni mwake. Mwalimu naye akawa anamwangalia Vanessa. Vanessa akamuuliza, ni kiasi gani cha pesa unachotaka? Nayo hela kwenye simu, hivyo naweza kukutumia. Vanessa, mimi sihitaji pesa yako. Vanessa akashangaa, mimi ninachotaka unijibu maswali tu, hilo ndio ninalotaka. Mwalimu akamwambia, sikiliza, mimi sitokuuliza kwa nini ulikuwa unalia. Vanessa akasema sawa, ndipo akashusha begi lake na kuliweka katika dawati. Mwalimu akamuuliza, naomba unieleze ukweli, nani alianza kumwonea mwenzake leo asubuhi? Vanessa akamwambia, ulipokuja ulijua tumefanya makosa, lakini yeye ndio alikaa kwenye siti yangu, kwa hiyo ndio sababu ya kumwonea? Hapana, tatizo alikuwa mbishi na hakutaka kunyanyuka kwenye siti yangu. Mwalimu David akamwambia, nitakupa swali ujibu yese na hakikisha unafaulu mtihani. Lakini mbona sio hayo makubaliano? David akamwambia, najua Vanessa una akili na ukiamua kuwa wewe utafanya vizuri sana darasani. Sahau kuhusu marafiki zako, sahau kila kitu, amua kuwa wewe na utabaki kuwa wewe. Nataka ujiamini kwa sababu umebarikiwa. Vanessa akawa anamwangalia mwalimu David na macho yake ya duara. Ukimaliza unaweza kwenda. Kwa hiyo nikimaliza niondoke? Ndiyo. Vanessa akawa anamwangalia David kama kuna kitu anataka kumwambia lakini anaogopa. Mwalimu akamwambia, Vanessa, unaweza kukaa kwa ajili ya yese. Baada ya muda kupita, mwalimu David akaja darasani na kusimama mbele ya dawati la Vanessa. Vanessa akamtazama mwalimu David. Mwalimu naye akawa anamtazama na kumuuliza, vipi, umemaliza? Vanessa akatikisa kichwa, hapana, sijamaliza. Mwalimu akamwangalia Vanessa na kuamua kuondoka. Alipofika mlangoni akamwambia, Vanessa, najua umemaliza. Akamsogelea na kumuuliza, au hutaki kurudi nyumbani? Vanessa akakosa jibu la kumjibu teacher. Au nyumbani kwenu kuna matatizo? Vanessa hakumjibu chochote, akachukua karatasi aliyoifanya na kuiacha mezani na kumwambia, nimemaliza. Akachukua begi lake akanyanyuka na kuondoka zake. Mwalimu hakujua Vanessa anasumbuliwa na nini. Mwalimu David akiwa nyumbani akashangaa Vanessa akafanya yese vizuri sana utazani AI. Kesho asubuhi mwalimu David akamwita Vanessa ofisini na kumpongeza kwa kufanya vizuri. Ni kweli nimefanya vizuri? Ndiyo, umefanya vizuri. Ningependa kuweka yese yako kwenye jarida la shule kwa ruhusa yako. Ndiyo, unaweza. Vanessa akafurahi sana. Umefanya vizuri sana. Je, unaniruhusu nipeleke likachapishwe? Of course. Vanessa akawa na furaha sana. Naiona furaha yako. Ndiyo, na furaha. Mwalimu David akanyanyuka na kumfuata Vanessa alipo na kukaa mbele ya meza wakitazamana. Akamuuliza, kwa nini umekuwa na tabia mbaya darasani? Vanessa akamwangalia mwalimu na kutaka kuondoka. Mwalimu akamwambia, subiri. Vanessa na macho yake ya duara akawa anamwangalia mwalimu. Vanessa akamsogelea mwalimu, nafikiri ungeongea na wazazi wako kuhusiana na kinachoendelea, hasa mama yako. Hakuna chochote kinachoendelea mwalimu. Kifupi, wazazi hawanijali. Hakuna mtu anayenijali. Mwalimu akamwangalia Vanessa na kumwambia, usiseme hivyo tena, mimi nakujali. Vanessa akashangaa kusikia kwamba mwalimu anajali hisia zake. Unanijali? Ndiyo, nakujali. Vanessa
Vanessa akawa anatabasamu na kumwambia asante, nitafanya vizuri zaidi. Vanessa akamwahidi mwalimu David kwamba atafanya vizuri kwa sababu kaambiwa anajaliwa hisia zake. Mwalimu naye akawa anatabasamu. Chelsea Dawa pembeni akamwambia kuwa makini, unajua wasichana akiwa kwenye hali kama hiyo wanakuwa wamezama kimapenzi, na kushauri uwe makini na nyendo zako. Nini? Ushanisikia, haiwezi kutokea yetu macho. Vanessa akiwa anarudi kutoka shuleni kwenye gari akawa anaangalia mtihani wake jinsi alivyofaulu, akawa anatabasamu. Dereva akamuuliza unafanya nini? Vanessa akamwangalia dereva bila kusema chochote. Hebu nipatie hiko unachoangalia. Hapana, sikupi. Nimekwambia nipatie sasa hivi. Au unajifanya kiziwi? Nimesema nipatie sasa hivi. Vanessa ikabidi ampatie kishingo upande. Dereva alipoangalia mtihani akashangaa. Umepata max zaidi ya 80? Dereva akasimamisha gari na kumfokea. Kwa nini unapata max zaidi ya 80? Akamwambia unafikiri natania? Dereva akakaa vizuri. Nitaiposti video yako ujue. Jamani nakuomba usiposti. Nitafanya chochote unachotaka. Nimekuelewa. Sitopata tena max za juu. Dereva akamsamehe na kumwambia sitaki uwaonyeshe wazazi wako huu mtihani. Ndio nimekuelewa. Ukitaka kujua kwa nini dereva hataki Vanessa afaulu, tuendelee na story. Utajua mbele ya safari. Baada siku kadhaa kupita, Vanessa akaanza kupata max za chini. Mr. David akaona msubiri Chobingo ili aongee na Vanessa kujua nini tatizo. Anataka kujua kwa nini ameshuka performance ya darasani kuliko mwanzo ilivyokuwa. Vanessa alikuwa anatoka chooni, alipomwona mwalimu akajificha haraka haraka. Mwalimu akahisi kama kaona mtu, lakini alipogeuka kumuona yoyote. Bahati nzuri kwa Vanessa, mwanafunzi akaja na kumwambia mwalimu David kwamba anahitajika na principal. Alipoondoka ndipo Vanessa akatoka kwa kunyata ili kuhakikisha kama kweli mwalimu David ameondoka. Baada ya kuhakikisha, ndipo moyo wa Vanessa ukatulia kwa sababu anampenda sana mwalimu David. Na ukishapenda moyo kuna wakati unadunda, hasa kama hajajua hisia zako. Mwalimu David akaamua kwenda nyumbani kwa kina Vanessa kujua nini tatizo. Vanessa alipomwona mwalimu akashtuka, akaangalia kama kuna mtu yoyote, kisha akamuuliza kwa nini upo hapa? Nahitaji kuzungumza na wazazi wako. Vanessa akamwambia lakini sijafanya chochote. Vanessa akamwambia mwalimu, tafadhali naomba uende. Mara baba na mama Vanessa wakatokea. Walipomuita akashtuka. Umesema unataka kutuona? Ndiyo, nataka kuzungumza juu ya mwanao. Vanessa, mzee akacheka na kuuliza nini kafanya tena? Kwa nini unafikiria kwamba atakuwa kafanya makosa kwa sababu uko hapa? Wewe unafikiri tungefikiria nini? Mwalimu akasema tuachane na hayo. Je, mmeona S aliyoandika? Hapana. Hata hivyo nimechoka kutazama. Lazima atakuwa kapata F tu. Ujue Vanessa amebadilika sana, hasa miaka hii miwili. Wewe nenda kwenye point. Nidhamu yake imezidi kuwa mbaya au nini? Akamwambia siku niliyomsikia analia kwenye chumba cha washroom, hapo ndipo nikagundua kuna tatizo linaloendelea kwake. Na baada ya kufanya fujo darasani, nilimchallenge kwa kumpatia mtihani na alipata max zaidi ya 80%. Baba Vanessa akacheka na kumwambia A+ kwenye S. Ndiyo mkuu. Baba Vanessa akaendelea kucheka. Mwalimu akamwambia naomba kuuliza, je, kuna kitu chochote aliwahi kulalamika? Una maana gani? Una maana kukasirika? Sina maana hiyo, ila mimi sio mwalimu wa Kiingereza tu, lakini pia ni mwalimu msaidizi wa counseling. Hivyo ninapoona moja ya mwanafunzi wangu ambaye alikuwa mfano mzuri na sasa amekuwa mkorofi, ni lazima nijiulize ni kwa nini. Hayo ni mambo ya kawaida kwa vijana kubadilika. Ndiyo, kama anavyosema mke wangu, na issue ya complain ilikuwa ni juu ya kumwajiri dereva mpya au tumwache aende na basi la shule. Mwalimu akamuuliza kwa nini hukumsikiliza? Mzee akacheka na kumwambia yule sio dereva wa kawaida tu, yule ni mjomba wangu. Margaret ni dereva mzuri, shida Vanessa hataki kuonywa anapofanya ujinga wake. Mwalimu akamwambia siku zote unatakiwa kumwamini mwanao, hasa anapomkosoa mtu yoyote. Vipi akiwa anadanganya? Akiwa anadanganya mkifuatilia mtajua ukweli. Mama akakaa vizuri na kumuuliza kwani wewe una watoto? Hapana mama, ila basi natosha, sisi tutamlinda mwenetu, usiwe na wasi, wakati mwingine labda uwe ushakuwa na watoto. Mwalimu David ikabidi aage tu, kisha akanyanyuka na kuondoka zake kishingo upande. Baadaye mzee akamwambia Vanessa amletee huo mtihani na yeye auone. Akashangaa kuona kapata A+. Mzee akatabasamu kuona mwanaye amekuwa na akili ya kuandika essay tena nzuri na kumpatia mke wake na yeye aione. Mama akashangaa na kumuuliza wewe ndio umejibu huu mtihani? Akamjibu ndiyo kwa kichwa. Haujafanya kwa kuangalia kwenye simu yako? Hapana, kwa sababu Margaret hunirudishia simu nikiwa narudi nyumbani. Unasemaje? Mama akamwita Margaret. Margaret alipokuja mzee akamuuliza Vanessa akasema umemkataza kutumia simu shuleni. Ni kweli? Oh, ni kweli, kwa sababu ya vitu anavyofanya kwenye simu. Kuna siku alimrekodi na kumcheka ombaomba. Anadanganya, sijawahi kufanya hivyo. Margaret akawaambia kama ningekuwa sijafuta ile video, ila nina ushahidi nirekodi sauti kwenye simu. Akampatia mzee, akawa anasikia sauti alipokuwa anamfokea asimrekodi video kipofu. Vanessa akataka kujitetea, mama akamfokea. Kisha mzee akamuuliza Margaret, kwa nini ulirekodi hii sauti? Akamwambia sikuwa na dhamira hiyo, lakini kwa kuwa huyu ni mwongo sana, nilijua lazima atakataa na sikutaka nionekane muongo juu yake. Sio kweli, sikufanya hivyo. Alitaka kuni blackmail. Kukublackmail wewe? Kukublackmail kwa lipi Vanessa? Haya wasomi mtaniambia kwenye comment, blackmail humo imetumika kama nini? Mzee baada ya kutafakari sana juu ya malalamiko ya mwanaye, akaamua kumwita Margaret na kumwambia anamhamisha kazi na kumtafutia kitengo benki anapofanya kazi yeye, maana yeye ni mtu mkubwa katika benki ya serikali. Siku inayofuata Vanessa alipomwona mwalimu David akamkimbilia na kumkumbatia. Asante sana Mr. David, nakupenda kwa kuonyesha kunijali. Mwalimu anashangaa jinsi alivyokumbatiwa. Unafanya nini Vanessa? Baba yangu amemfukuza kazi
Rose Margaret. Nini? Dereva wangu? Oh, kwa hiyo leo umekuja mwenyewe? Ndiyo. Asante. Na kumkumbatia mwalimu. Ni habari nzuri, lakini sio vizuri kumkumbatia mwalimu wako kama hivyo. Oh, samahani, furaha zilizidi. Okay, na furaha pia kwa ajili yako, ila cha msingi soma kwa bidii, umenielewa? Na kuahidi nitasoma kwa bidii. Akamkumbatia tena na kumshukuru huku akilala kifuani kabisa kwa mwalimu David. Rara na Kamsi walipowaona wakajifanya kama hawajaona kitu na Rara kuangalia pembeni. Basi sawa, nitakuona baadaye. Ticha akawa anaondoka. Vanessa akajawa na furaha. Rara na Kamsi wakawa wanamwangalia mwalimu huku Vanessa anasisimuka utazani amekunywa Coca-Cola vile. Rara na Kamsi wakamfuata Vanessa. Vanessa, umewezaje kumkumbatia vile mwalimu? Kwani ni kosa? Nataka nimfanye awe wangu. Unasemaje? Ndiyo, kiukweli nataka fall in love kwangu. Nini? Najua ananipenda na kunijali, nataka kumfanya anipende. Kamsi akawa anaangalia pembeni kama kuna mtu yoyote kasikia alichokisema Vanessa. Wakakumbatiana na kuambia wenzake, haya twendeni darasani. Kamsi akawa anaangalia nyuma, amini kama kweli mwalimu kakubali kukumbatiwa na Vanessa. Kesho yake Vanessa akawa anajiandaa kwenda shule. Vanessa akawa anajiremba vizuri ili mwalimu akimwona avutiwe vizuri na urembo wa Vanessa. Vanessa akajiangalia kwenye kioo kama yuko poa, kisha akaenda kwenye kabati la nguo na kufungua kabati huku akiwa na furaha, tena furaha nyingi sana. Ndani ya kabati la nguo kajaza picha za mwalimu David ukutani. Akawa anamwangalia mwalimu jinsi alivyopendeza na kuzishika picha za mwalimu, kisha akachukua kiboksi cha zawadi na kurudishia nguo ili mtu yoyote akifungua kabati asione picha za mwalimu David. Vanessa akarudishia kabati, akawa anawaza jinsi mwalimu atakavyoifurahia zawadi yake, tena ya gharama sana, tena kutoka kwa mwanafunzi wake anayempenda sana. Vanessa akajisheki vizuri na kuelekea shuleni. Shuleni mwalimu anafundisha, wanafunzi wengine wanaandika, yeye aandike, anamtazama tu mwalimu. Kwa kuwa Vanessa yeye ni genius, ulipofika muda maswali akanyosha mkono na kujibu swali la mwalimu kiufasaha kabisa. Vanessa akawa anajibu huku akitabasamu. Mwalimu David akawaambia wanafunzi, mpigieni makofi. Wanafunzi wakampigia makofi. Mwalimu aliporudi ofisini akamsalimia Mr. Madevu na Chelsea Dawa. Akashangaa kuona mezani kwake kuna zawadi. Akaangalia zawadi aliyoletewa na kuuliza, kuna mtu yeyote aliyeniletea zawadi hapa? Nilikutana naye wakati naenda kufundisha darasani. Akamwambia atakuwa yule yule mwanafunzi anayekutamani. Madevu akamwambia, nahisi amejua siri ya wafanyakazi, alafu kumbuka umekuwa single kwa muda mrefu. Haijalishi zawadi imetoka wapi, mimi siwezi kuipokea. Hata kama angekuwa nani, mimi nimechumbia ujue. Nataka kujua aliyeniletea hii zawadi ili nimrudishie. Kama unataka kuirudisha, sisi haituhusu. Mr. Devi akawa anajiuliza nani atakuwa akamletea na kwa nini Mr. Madevu na Chelsea Dawa hawataki kumwambia ukweli. Mida ya kutoka, Vanessa kaweka pozi zuri ile kinoma noma akimsubiri Mr. David ili wazungumze. Punde si punde Mr. David naye akawa anakuja. Vanessa akajiweka sawa pamoja na nywele zake na kumsogelea na kumsalimia. Good afternoon Mr. David. Nzuri tu Vanessa. Je, kuna tatizo? Vanessa akamuuliza, umeipenda? Kupenda nini? Zawadi niliyoiacha mezani kwako umeweka kwenye meza yangu. Vanessa, why? Kukuonyesha shukrani zangu. Akamwambia, Vanessa sikia, hili ni kosa kubwa sana. Mimi ni mwalimu wako, wewe ni mwanafunzi wangu. Kama siwezi kupokea zawadi zako, hasa zawadi kama hii ya gharama. Kama ulivyosema ni mwalimu wangu, sasa nashindwaje kukupa zawadi Vanessa, kwa sababu ni makosa na sijapenda. Vanessa akamwangalia mwalimu machoni. David akamrudishia zawadi yake na kuondoka zake. Vanessa akawa anamwangalia mwalimu kisha akaondoka akiwa amekasirika. Alipomwona mwanafunzi mwenzake yupo na mrembo akampushi huko. Mwamba akawa anacheka, nadhani atakuwa akajua alichofanyiwa Vanessa. Vanessa hakuchoka kwa kuwa anampenda sana mwalimu. Siku inayofuata akanyata mpaka ofisini mkononi akiwa na bahasha, akaangalia huku na huku, hakuna aliyemuona. Akafunua laptop ya mwalimu akaiweka bahasha kisha akaifunika kama ilivyokuwa mwanzo laptop. Baadaye mwalimu David akamuita Vanessa na kumuuliza, wewe ndio ulioiweka hii bahasha kwenye laptop yangu? Ndiyo mwalimu. Vanessa, umepata wapi hizi pesa? Kwa nini unipatie kama zawadi? Ni ya kwangu, sijaiba, nimeamua kukupatia. Vanessa, unakosea, mimi ni mwalimu wako na wewe ni mwanafunzi wangu, sitaki kupokea chochote kutoka kwako. Basi sawa, mama ndio kanipatia nikupatie kama shukrani. Okay, kama ndio hivyo basi nitampigia simu kumshukuru. Hapana, naomba usimpigie. Mwalimu akamshika mkono Vanessa na kumwambia, najua unataka kunishukuru, lakini siwezi kupokea pesa kutoka kwako. Vanessa akawa anamwangalia mwalimu tu. Mimi ni mwalimu wako, ndio maana nipo hapa. Ninachotaka toka kwako ufaulu kama mwanafunzi basi. Vanessa akamuuliza mwalimu, je, unanipenda? Mwalimu akamjibu, nakupenda kama ninavyowapenda wanafunzi wengine. Vanessa, amini ni hivyo tu. Mimi ninachotaka wewe ufaulu na hilo ndio jukumu langu. Vanessa akameza mate kwanza na kuomba urudi darasani. Vanessa haelewi kwa nini mwalimu anamkataa wakati wengine wanamtaka. David akamrudishia bahasha ya pesa. Vanessa akawa anamwangalia mwalimu na kuamua kuondoka zake. Hapa naamini angekuwa mwalimu Kizibo angeshapita naye. Vanessa akawa anauliza marafiki zake, kwa nini mwalimu ananikataa? Sijui nifanyeje, hebu niambie cha kumshawishi anipende. Kamsi akamwambia, labda umnunulie zawadi. Rara akamwambia Kamsi, zawadi kashakataa. Oh, pole sana Vanessa. Rara akamwambia, vipi kuhusu maua? Maua ujue yapo romantic sana na atafanya ajue kiasi gani unampenda. Kweli kabisa, na maua yenyewe ya gharama. Uko sawa? Vipi kama akikataa pia?
kufikiria. Kamsi akashuka kwenye sofa na kumwambia, unaonaje ukamtumia message nzuri ya mapenzi? Wakaona ni wazo zuri, nitamwandikia message na tutachati usiku mzima. Safi sana, hapo utakuwa umewini. Rara akamuuliza, je, unao namba yake? Kikawa kipengele kwa Vanessa. Sasa utafanyeje? Kamsi akaangalia wenzake kwa uoga na kuambia, mimi ninayo. Wakashangaa, Kamsi, umewezaje kuwa na namba ya Mr. David? Kamsi akachukua simu na kumtumia Vanessa namba. Vanessa akamwandikia ujumbe Mr. David. Hi Mr. David, mimi ni Vanessa, ninakupenda. Usiku Vanessa halali ametuma SMS za kutosha tu na ma-emoji, lakini hakuna hata moja iliyojibiwa. Vanessa hakukata tamaa, akawa anajaribu kufikiria maneno mazuri yatakayomshawishi Mr. David ili aweze kuingia kwenye 18 zake, lakini kashindikana. Kesho yake Mr. David akamwita Vanessa ofisini na kumwambia, Vanessa, nataka niwe muwazi kwako. Mimi ni mwalimu wako na sitaweza kufanya kitu chochote cha kimapenzi na wewe. Kunitumia SMS na emoji za mapenzi, huo ni utoto. Akamwambia Vanessa, sitaki lijirudie tena hilo jambo. Vanessa machozi akawa yanamtoka. Hizo juhudi zako kwa nini usizielekeze kwenye vitabu ili uweze kufaulu mtihani wako na sio mimi? Vanessa akawa mpole, akaogopa kusema chochote kwa sababu mwalimu alikuwa anatoa maneno makali sana. Na umewezaje kupata namba yangu? Vanessa machozi akawa yanamtoka kwa maumivu na kuamua kuondoka. Mwalimu akashangaa kumwona Vanessa analia. Au maneno yangu yalikuwa makali sana? Lazima yaume, maana ukweli siku zote unauma. Vanessa huku nje akawa analia, amini kama kweli mwalimu David kamchana na hataki blue band yake, maana Vanessa bado ni bikra, lakini pia anajijua ni msichana mrembo shuleni na nyumbani kwao wako vizuri, na inawezekanaje akakataliwa kirahisi hivi? Akawa anafuta machozi ili watu wasijue kama alikuwa analia. Vanessa akawa mpole kama kanyeshewa na maji hivi. Hata mimi namuonea huruma, japo haipendezi mwanafunzi na mwalimu akapendana wakiwa shuleni, maana hakutokuwa na masomo tena. Mwalimu David akawa anakuja darasani. Alipokaribia akawa anawaza afanye nini ili Vanessa ajue kwamba mwalimu yuko serious. Mwalimu baada ya kuandika ubaoni na kufundisha akawa anauliza maswali. Vanessa akanyanyua mkono ili achaguliwe. Mwalimu David akawa anawachagua wanafunzi wengine na baada ya kujibu anawaambia wanafunzi, mpigeni makofi. Vanessa akawa anajitahidi kunyanyua mkono, lakini mwalimu anajifanya kama hajamuona Vanessa. Mwisho akasema, nafikiri tupo vizuri kwenye hilo, sasa tuendelee na topic inayofuata. Vanessa akajisikia vibaya, mwalimu kajifanya kama hamuoni. Usiku Vanessa akawa anawaza na kujiuliza, kwa nini mwalimu hamwelewi ili awe na yeye, kwa sababu yeye ndiyo mtu pekee anayeonyesha anamjali kuliko hata wazazi wake. Kesho yake Vanessa akawaambia marafiki zake, jana mwalimu kajifanya kama anioni. Vanessa, mwalimu hajavutiwa na wewe, mimi naona ungemwacha tu. Hapana. Kamsi akaja haraka na kuwauliza, mnahisi nani leo atakuwa kwenye zamu? Ni nani wewe? Mr. David. Nini? Ndio, inabidi tutafute njia ya kusoma kwenye group letu. Kivipi? Kumbuka tushakuwa wanafunzi wazuri kwa sasa. Vanessa akafikiria na kuambia, lazima tufanye kitu. Rara, Kamsi na Vanessa wakakubaliana kufanya kitu. Wakiwa darasani wakawa wanacheza mziki. Go Vani, go Vani, go Vani, go Kamsi, go Kamsi, go Kamsi, go Rara, go Rara, go Rara. Mr. Madevu akatokea na kuuliza, ni kitu gani kinaendelea hapa? Vanessa akawa na tabasamu tu. Haya nyewe watoto, kaeni chini. Mwalimu, mimi sio mtoto. Kwani wewe ni mtoto? Mimi sio mtoto, inabidi urelax. Nadhani hakuna kosa hapa. Mwalimu, mbona umevimba kama hivyo? Utazani umefumaniwa? Unasemaje wewe? Wanafunzi wakawa wanacheka huku wanajipepea. Yaani nyewe wote lazima niwaripoti kwa mkuu wa shule, maana matusi yamezidi kiwango. Wakawa wanamwangalia tu mwalimu huku wakimdharau. Mwalimu Madevu akaona bora aondoke, maana hawa ni sawa na mataira. Wakawa wanaendelea kucheza. Go Vani, go Vani. Vanessa, kwa nini usiache kucheza? Mitihani ya moko inakuja hivi karibuni, ndio mnapoteza muda wenu. Kamsi akamuuliza, umesemaje? Hebu rudia tena kusema ulichosema. Anaogopa kumbe. Ujue nitakata huo mdomo wako. Akamwambia, wanangu, hebu tuendelee kucheza. Go Vani, go Vani. Huku kwenye group lao waliopangiwa, Vanessa akaomba wavulana waondoke na kuambia atawapatia 20,000. Walipoondoka wakawa wanamsubiri mwalimu. Mwalimu alipokuja akauliza, nyie mnafanya nini hapa? Group discussion teacher. Kulingana na grupu mlitakiwa mwe 5, wengine wako wapi? Kamsi akamjibu, ni sisi tu 3 saa. Akamuuliza, nini tunapaswa kufanya? Na kumkonyeza mwalimu, nataka wote muache kuwanyanyasa wengine. Rara akamuuliza, naweza kukuuliza swali? Ndiyo, uliza. Unawezaje kumchukia mtu anayekupenda? Hilo swali siwezi kulijibu. Je, una mtu unampenda kwa sasa? Inatosha. Akaogopa. Vanessa, unawezaje kuniuliza swali kama hilo? Na kutaka kuondoka. Akarudi na kuambia, siku nyingine sitaki mniulize maswali ya kipuuzi. Na wewe Vanessa, ukijaribu kunisumbua tena nitakushtaki kwa principal. Haya, tokeni hapa, tokeni nje. Vanessa na wenzake wakatoka haraka. Vanessa akarudi nyumbani akiwa analia, amini kama kweli mwalimu David anaweza kumfokea kwa kiasi kile. Akawa analia, kwa nini mwalimu hataki kuwa karibu na mimi? Kwa nini hataki hata kuniona? Kila mtu ananiambia mimi ni mzuri, kwa nini yeye haoni hilo? Kwani nimefanya kosa gani mpaka nipitie haya yote? Akaingia kwenye kabati
na kubandua picha zote za mwalimu David, akawa analia kwa uchungu. Kweli mapenzi yanauma, haijalishi ni mwanafunzi au la. Wale waliopitia kumpenda mtu alafu akutaki au anakusaliti tu, najua mnanielewa maumivu yake yanavyokuwa. Vanessa akawa analia na moyo, ila wazo likamjia kichwani, huenda ananipenda ila hataki mtu yoyote ajue kama ananipenda. Vanessa akapata moyo tena wa kutaka kuendelea kumfuatilia mwalimu David. Akaichukua picha ya mwalimu David na kuikumbatia, akiamini huenda atamwelewa ikiwa kimya kimya.